The Best Comedy Challenge. Ladies and gentlemen, wow! Najua unatufuatilia kupitia ST Bongo channel namba 161 kama unatumia antena na channel namba 401 kama unatumia dishi. Nikukumbushe tu, we are powered by Star Times. Na ndio maana tuna nguvu ya kuambia kwamba mshindi anaondoka na crown lazima aipeleke kwao, au anaweza kaipaki kokote ambako amepanga. Kama ameoa anaweza kaihonga. Kama yuko bachelor anaweza kupata baby kupitia crown ambayo ataipata kupitia The Best Comedy Challenge. Ladies and gentlemen, welcome back! Welcome back! Ladies and gentlemen, I'm excited kwa sababu wa comedian wote wako vizuri na wote wanajua wanachokifanya. Are you ready for them? Are you ready for them? All right, let me welcome them on stage, my very first guest and the very first performers. Ladies and gentlemen, give it up for Eliud akiwa naye Clayton Msosa. Wow! Wow! Eliud and Clayton Msosa. Nataka tupige story hapa. Tujue ni kweli yaliyomo yamo. Clayton na Eliud mnafahamiana kabisa? Tunajuana. Yani okay, mnajuana zaidi ya kuwa ni mchekeshaji, zaidi ya kuwa mmekutana kwenye platform mbalimbali, zaidi ya kuwa mmekutana kwenye shindano leo, mnajuana? Kidogo. Somehow. Kiasi chake. Hoja hiyo ya mama namjua so sana. Eliud, unamfahamu vipi Clayton Msosa? Najua kama ni comedian, alafu anafanya vitu vingi na anatumia vitu vingi. Yeah. Okay. Wewe unamjua mtu wa Arusha anayefanya vitu vingi, anatumia vitu vingi. Clayton Msosa, unamjuaje Eliud? Eliud nimemjua kupitia Hallelujah. So alivyokuja town nikapata wasaa kukutana naye, nikaona art yake, nikafurahishwa naye, na pia nikaja nikagundua tuna share kitu kimoja in common. Sisi wote ni watu wa Mungu. Watu wa ibada. Kwa hiyo huyo Mungu wake ndo Mungu wangu mimi pia. Amen. Well, okay, tuachane na nyie kujuana. Do you feel like he's a good comedian? Yeah, I feel like he's a good comedian. Can he beat you? Well, anything can happen. Okay. Crystal Palace anamfunga Man U, I say, inatokea. Okay. Yeah. Okay. Okay. Eliud. Yes. Huisi ni kauli za uoga za anything can happen? Sio kauli za uoga. Ila kwa sababu haya ni mashindano, hilo ni jibu tu in general. Yani umeweka mambo yote kushindwa, kushinda, yani uko tayari kwa chochote kitachotokea kwa sababu kila mtu anajua hiki kitu, anaelewa namna ya kufanya. Wewe these guys are trying to be polite wote, but I don't want that. I want them to compete. Nani kajiandaa kushindwa? Kwa sababu it looks like everybody is ready kushindwa na kushinda. Nani kajiandaa kushindwa? Hata sijafikiria kushindwa kwa kweli. Mimi mwenyewe sio mimi. Basi mmoja ajitolee ambaye amejiandaa kushindwa. Yote tumwachie Mungu. Mungu ameshawaruhusu kuja hapa. Mungu ameshawapa kibali, Mungu ameshawawezesha, Mungu amewapa afya, Mungu amewapa uwezo wa kuonekana kuingia kwenye The Best Comedy Challenge. Na leo kati yenu lazima kuna mmoja ataonekana ni weaker than the other one, na mmoja ataonekana more powerful. Who is ready to look weak? Of course me I'm not ready kuonekana mzaifu, lakini kitu kimoja kikubwa ambacho natamani sana kufanya hapa ni kwa sababu ndio itakuwa experience yangu ya kwanza ile. Pia mtu unayekuwa unamuona anafanya kabla yako ni vizuri pia kujaribu naye. So niko tayari kupambana, so in case chochote kitatokea niko tayari kwa matokeo, but I'm here to win. Kwa hiyo naweza kukuchanganya lakini ni hivyo. You are here to win. Clayton Msosa. Naam. Umefanya comedy karibia mikoa yote. Unahisi unayangaikia crown ipasavyo? Nahisi nayangaikia ipasavyo kabisa.
na imekuja kama surprise. Mimi mwenyewe nikasema crown hii hapa, ngoja nikachukue ese. So wewe umekuja kuchukua crown. Yeah. Eliud amekuja kuonesha jinsi gani anaweza kushindana na mtu ambaye alianza kabla yake. Ndio. Does it scare you, tabia ya Eliud ya imani? Unahisi kama anapata favor fulani kutoka kwa Mungu? Mungu wetu sio Mungu wa upendeleo babangu. Anakukataa muda wote. Kama alimkataa mwanae. We ni nani? Asikukatae. Kwa hiyo Mungu ni wetu sote. Yoyote anaweza kaibuka mshindi wa bato hii. Endapo ikatokea ukashinda bato hii hapa. Yeah. Unatazamia nini mbeleni huko? Ni nani ambaye ukikutana naye unahisi huyu ataniua? Zimetoka listi za bato nyingi zinazokuja ambazo ni ngumu sana kudetermine nani ni mshindi. Kwa hiyo yoyote ambaye atakuwa bora kwa mwenzie, mimi ndo huyo ninayemsubiri. Yeah. Yaani atakuwa bora kwa sababu wote walioko hapa tayari ni the best. Kwa hiyo yoyote utakutana naye, hujakutana naye kwa bahati mbaya wala hauna haja kutaka excuse. So atamkuta huko, mimi nitaenda naye sawa tu. Msosa? Naam. Unapata wapi material yako? Kijiweni. Kwa wana. Kwa wana. Eliud, unapata wapi material yako? Kanisani. Okay. This is street versus church. Are you ready for the battle? Kama uko nyumbani ndio umekaa unaanza kuangalia ndo battle ya kwake Eliud naye Clayton Msosa. Wanataka kututhibitishia nani ni the best kwenye the best comedy challenge. Ngoja niwaambie. Hatuwezi kusema nani anaanza. Kama kawaida tuna kamchezo ambako katatuambia nani anaanza, nani anasubiri. Si unajua tena sisi watu wa kuchagua, inachagua miujiza. Okay. Hii ni shilingi. Naomba chagua upande wako na wewe chagua upande wako. Kichwa. Na zamani tulikuwa tunasema mkia. Tulikuwa tunasema mwenge. Sasa tuseme tu mwenge au tumtaje mnyama aliyopo huko? Sema mwenge. Haya, kichwa. Amechagua kichwa. Wewe umechagua? Mwenge. Mwenge. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Eliud and Msosa, are you ready? Yeah. Let's go. MC Eliud. Oh. Ladies and gentlemen. Hai. Wow. Nitaanzia ofisini kwangu ambako ni kanisani. Unajua unapopata mwanamke haitajalisha ni kanisani au ni mtaani. Kunakuwa na background fulani ambako anaweza akawa hajakuambia, sawa? Niliwahi kushuhudia jamaa wangu alikuwa amepata mchumba. Sasa amemtambulisha tu ile wiki ya kwanza kanisani, pakatokea na semina. Sasa ile semina ilivyofika, mhubiri akahubiri, alivyokuwa anamaliza akasema sasa leo ni siku ya kuziacha nafsi huru. Kwa hiyo kama umewahi kuumiza au umewahi kuumizwa na mtu, naomba upite mbele niombe. Watu wakawa wanapita, vijana wanapita, yule jamaa amekaa hapo na mchumba wake, akashangaa mchumba wake anaenda mbele kuombewa. Sasa jamaa wasiwasi wake ukawa alimuumiza nani? Na hili penzi ni jipya. Akaona akaona hapana, hawezi akanirusha roho, na yeye akapita. Kwa hiyo wakasimama wote wawili. Sasa mchungaji akasema, umewahi kumuumiza nani? Mwanamke akabidi ataje kwamba kuna mwanaume nilikaa naye lakini nikaona tu hawezi kunipeleka ninakotaka nikamwacha. Na yeye jamaa naye akaona hapana, na mimi napita humu. Kwa akasema na mimi nilishawahi kuwa na mwanamke ambaye nilikaa naye muda mrefu, nikaona hawezi kwenda ninakoenda nikamwacha. Kwa hiyo automatic wakawa wamekutana na mtu aliyekimbia asiyemfaa na aliyemkimbia asiyemfaa. Wow. Kwa hiyo mchungaji akawaombea pale na mahusiano yakaenda. Short about kanisani, vitu nilivyovipata. Lakini mimi nimesoma kwenye mazingira
yale shule za kawaida kabisa, Mtanzania wa kawaida. Unajua mzazi au mama ni Mungu wa pili hapa duniani. Hilo liko wazi. Tupige makofi kwa ajili ya kina mama. Mama kuna vitu anakuwa anajua ila hataki tu kukuweka aware. Mimi nakumbuka nilivyomaliza darasa la 7, mama ndo pale sasa vipawa vyake na weledi wake ukao unaanza kuonekana. Nikakuta amefungua biashara. Sasa anafungua biashara ya kuuza vibama na miwa. Akijua kabisa mimi nimemaliza shule, kwa hiyo ndo nitakuwa nakaa pale gengeni. Na alifungua genge, yani ni nyumbani kwetu barabarani kabisa, ambapo wenzangu wanaoenda pre-form 1 wanapita pale pale. Enzeni mimi nakuwa niko pale nauza. Sijui mama alijueje kama matokeo ya la 7 nitatoka second selection. Yani alikuwa anaweka moyo wa biashara ndani yangu. Shaona? Sasa ukikaa kwenye biashara, ile njia automatic inakuwa kivutio cha uliosoma nao. Sijui inakuaga ni kwa nini. Wao wanaenda shuleni, wewe ndo uko gengeni. Sasa mimi kitu nilichokuwa najifanya, naondoka pale kwenye genge na kaa mbali. Nikiona tu wanakuja niliosoma nao. Sasa wakipita pale wanaanza kuita vibama, niko kimya. Miwa, niko kimya. Jamani, anayeuza, mimi nimekaa kimya. Anasikia mwenye biashara yake. Anaacha akawauzia wateja, anaanza kuniita, "Wewe rudi." Ina maana usikii watu wanataka vibama huko. Kwa hiyo inabidi mimi sasa, mama akishasema natoka, naenda pale kuwahudumia wale. Sasa na mimi namkomesha. Mtu ametaka vibama vya 100, nampa nyongeza 3. Ya. Idi vimkate, si anapenda sifa mbele ya mademu? Wow. Mimi nimekulia Mbeya. Kwa hiyo haya maisha automatic ndio alikuwa kama passport, nikafanikiwa kuja Dar. Na nilivyokuja Dar ni ndoto ya watu wengi wa mkoani. Cha kwanza akujue Coco Beach. Akishakujua Coco Beach, apajue Muhimbili. Alafu sehemu ya 3 inakuaga ni Mlimani City. Wow. So mimi nikasema nianze na Coco Beach. Kwa sababu Coco Beach nilisikia kwamba kule kuna miogo ambayo na Mbeya ipo. So nikachukua tunda, la ya miogo ni parachichi. Kwa hiyo nikachukua parachichi, nikaenda nalo Coco Beach. Unajua Coco Beach treatment yao, tangu unavyofika wanakupokea utafikiri ni ndugu yao. Karibu, njoo hapa. Nimkuta bonge mmoja hivi. Nikafika pale, nikakaa. Nikasema nomba miogo 2 na mishikaki. Yule bwana aliniletea mishikaki ilikuwa 60 na miogo 2. Nikasema hii sasa ndo tafsiri ya kusema nyama na miogo. Nilianza kula. Mahesabu yangu yote najua ile mishikaki ni shilingi 200. Sasa nimekula, anakuja, nikasema inakaba. Ilikuwa 2 tu, lakini kuonesha kwamba niko Dar, alafu watu wanapita pita, nikaagiza na juisi ya miwa. Sasa alipokuja kuchukua vyombo vyake, nilipomuuliza bei, aliniambia 45,000. Mwili wote ulipata joto. Yaani alivyosema tu 45,000, akili karudi kwenye nauli ya kutoka Dar kurudi tena Mbeya. Yaani nikasema so kwa dakika 10 hizi nimeshakula nauli hapa. Yaani nikamwambia bonge, hebu kaa hapa unifafanulie hivyo nilivyokula, kwani nimekuambia wape wote alafu bili kwangu. Akaniambia kwani wewe hii mishikaki ulijua shingapi? Nikasema si 200. Akacheka huyo, utafikiri naongea jambo la kufurahisha. Akasema 200, 500. Sasa mnaweza mkapiga 500 mara 60 ilikuwa ni shingapi? Nililalamika siku ile pale. Alafu cha ajabu akasema unalalamika wewe, wenzio wanakujaga wananunua ya 1,500,000 hapa. Akaja muhindi mmoja na tumbo lake na toto tudogo, "Hey, nipe ya 1,500,000." So nikajifunza kwamba hapa Dar kabla hujafanya kitu chochote ni bora ukauliza. Kwa hiyo nililipa pale 45,000, lakini sikufichi. Wanasema baharini kuna upepo, mimi nilikuwa naona ni joto, miguu ya moto. By that time nilikuwa nakaa Temeke. Temeke nina ndugu yangu ambako nilifikia. Sasa umbali wa kutoka Coco Beach hadi Temeke ni mrefu, lakini nilifika. Yaani nilikuwa naona kama nikiendelea kutumia, nikawa nataka niishi maisha ya tabu kufidia ile 45,000 ambayo nimeitumia ndani ya siku moja.
The Best Comedy Challenge.